Haleluya, haleluya, wasikilizaji wenzangu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Nami si jambo, na nimekuja hapa siku ya leo ili tuweze kunena pamoja nanyi kuhusu wanawake. Ni sababu mimi ni mmoja katika wanawake Mungu ameteua, amepaka upako wa kipekee kwa wakati unayefaa. Wapendwa katika Bwana, sikilizeni kwa makini. Nahisi katika roho yangu kuwa leo ni siku isiyekuwa ya kawaida. Hii ni siku ya uamsho, siku ya Mungu kuamsha kusudi lililo lala ndani yetu. Basi nataka kuongea nanyi siku ya leo. Kuna wanawake hapa ambaye mnanifuata, na si wanawake tu, hata waume wao, ni sababu tunasema behind a successful man kuna mwanamke. Na ndiye sababu hatutawasha waume wetu nyuma tu wakati tunatafakari mambo haya. Kuwa wanawake hapa ambao wamekuwa wakijiuliza maswali kadhaa wa kadhaa. Swali moja ni niko wapi? Swali lingine ni nafanya nini? Kusudi langu liko wapi? Na maswali mengineo. Na kwa hivyo ukakosa kujielewa, na ndio sababu nimekuja kukukumbusha wewe ni nani, na ni kwa nini uko, na ni kazi gani Mungu amekuitia. Lakini Roho wa Bwana anasema siku ya leo ya kwamba ninakukumbusha wewe ni nani siku ya leo. Si Terry atakukumbusha, sababu ya kwamba Terry hana kitu ya kukuambia. Ninakuelekesha katika maandiko matakatifu katika kitabu cha First Petero wa kwanza 2:9, kwa maana imeandikwa katika hilo andiko First Peter 2:9 ya kwamba ninyi ni hazina teule ya Mungu, mumeitwa katika gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu. Haleluya. Ninakuambia leo na ninakukumbusha leo, wewe si wa kawaida, bali umebeba kitu kikubwa, umebeba kitu cha dhamana kutoka mbinguni. Na kwa hivyo usije ukajidharau mama mahali uliko. Nasikia Roho wa Mungu akinieleza nikuambie ya kwamba wacha kusema sitaki tena ucheze, sitaki tena. Roho ndiye anakuambia ya kwamba sitaki tena na ucheze kusudi lako, na si lako tu, bali ni kusudi la Mungu mwenyewe, maana ndio amekuchagua na akakuweka. Haleluya. Ni wakati wa kusimama kuanzia leo, ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kutembea katika wito wako. Wiki hii kuanzia Jumapili, maana ilikuwa International Women Day, na Jumatatu na Jumanne na Jumatano, na hata sasa tunaendelea hadi Jumapili. Tunashukuru ni sababu Bishop wetu Professor Isaac Dego ametupatia kushikilia kile na mwile mwito tumeitwa naye na Mungu, ili ukaweza kutokea katika madhabahu haya, tukaweza kunena na watu na tukawakumbusha. Na wakati unanena nao, hatueneni na akina mama peke yao, bali hata wazee wetu na watoto, familia nzima, tunawakumbusha ya kwamba tumeitwa ili tukaweza kusimama katika pengo. Yes, nasaka kusema ya kwamba tunafanya hivyo kama vile Esteri alipochaguliwa akaingia katika ikulu, akawekwa pale na akawa karibu asahau, bali akakumbushwa ya kwamba huko pale wakati unayefaa, ili ukaweza kuleta ukombozi kwa wana wa Israeli. Umewekwa hapo kwa wakati
kama huu, ndiposa uweze kuona familia yako ya Israeli haijaangamia. Wewe mama uliyeko mahali pale, umewekwa hapo kama Esteri kwa nyumba ya hiyo bwana yako, kwa nyumba ya watu wako, ili uwe kama Esteri wakati alikuwa amewekwa hapo, ili ulete ukombozi kwa watu wa nyumba yako. Haleluya! Umewekwa hapo kama Deborah kuwa na uongozi. Kama mimi sasa saa hizi I am taking over the leadership from my sister Reverend Maggie Kings, ambaye amekuwa ameshikilia uongozi wa patron hiyo miaka tangia Seattle iweze kufunguliwa GOC, na kwa hivyo sasa nikapewa nishikilie, na kwa hivyo nashikilia kama mmoja ya wale ambaye si ati mimi ndio bora kuliko wengine, lakini niko pale kuwa sababu nashikilia uongozi ule ndani yangu uonekane kuinuka. Kile kitu tunaangalia si ati hawakuwa wanafanya mzuri, walikuwa wanafanya ndio, lakini tunataka tuone kana kwamba tunaenda hatua gani, maana kitu ambaye kiko na mwanzo lazima kiwe kinainuka kama roho wa Mungu wako. So nasimama kama Deborah siku ya leo. Mama, simama kama Deborah. Wa mama wa GOC hapa Seattle, tusimame kama Deborah wakati huu, tuweze kuinua kazi ya Mungu kwa kiwango cha juu, maana Mungu anatuangalia wakati huu. Nataka tuinuke kama Hana. Wakati kama ule Hana aliomba, hata ingawa alijua kulikuwa na watumishi wa Mungu, lakini akachagua kuomba ombi la kujifisha. Kuna kitu kitazaliwa kupitia maombi yako. Nashukuru nyinyi wa mama. Kuna wamama waliingia ndani ya ile saa moja tulisema ya saa 6 mpaka hadi saa 7. Na ukweli ni kwamba muliingia watu wengi mno, na mkaombea kanisa. Tunataka kiwanja ya kanisa, tunataka fedha ya kukinunua, tukataka mambo mengi, tukashikilia familia zetu kwa maombi. Wale wagonjwa tukawaombea jana, tukaomba kama Hana. Na wakati uliomba kama Hana, ukweli ni kwamba tuwajua ya kwamba Mungu akiwa mbinguni alisikia na atatenda na atajibu. Haleluya! Leo si siku ya kubaki vile ulivyo mama yangu. Leo si siku ya kubaki nyuma wewe mahali uliko. Siku hii ni ya mabadiliko. Siku ya leo ni ya kuinuka. Siku ya leo ni ya kuingia katika kusudi lake Mungu mwenyewe. Si kusudi lako, bali ni la Mungu mwenyewe. Basi nataka uelewe. Basi leo kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu tutaingia katika ujumbe huu wa wanawake wa heshima, walinzi wa kusudi la Mungu. Tunataka kupata the pillars katika kanisa ya GOC Seattle, na tutawapata kulingana vile mtajitolea. Wapendwa, ninajua muko tayari kufanya ile. Muko tayari sababu ya kuinua kazi la Mungu. Muko tayari kuwa nyuma ya bishop wetu ambaye siku hizi tunamuita professor, the newest professor in town. Hallelujah, Isaac Ndegwa. Na kwa hivyo tuko pamoja na yeye, tuko nyuma yake, tunamcompliment the work he is doing. Ako na wakati mgumu wa kutulisha neno, nasi lazima tuonekane tunapolishwa tumepata kitu. Na kwa hivyo tunakitapikia watoto wetu, tunakitapikia ulimwengu, ili wale ambao wamerudi nyuma wakaweza kurudi kwa madhabahu. Na kwa hivyo wiki hii ambaye tunaendelea, ombi langu ni kwamba wewe mama mahali uko, alika wanawake 2, 3, 4. Hata kama bwana yako alikuwa hakuji, mwambie leo kuna utofauti kwa kanisa. Mwambie njoo sasa uone, maana umefanyika kuwa mwanamke wa heshima, mlinzi wa kusudi la Mungu ndani ya nyumba yako. Tunashukuru kwa neno hili ya siku ya leo, kwa ufunuo wako Bwana wa mabwana, kwa kusudi uliloliweka ndani ya kila mwanamke hapa leo. Bwana,
Kulingana na kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 inasema, tumuite naye atatuitika, atatujibu mambo makuu makubwa ambaye macho yetu hajawahi kuona. Bwana wa mabwana, tuko na imani. Bwana wa mabwana, tuko na kusudi kubwa ya kwamba kiwanja ya hapa, kiwanja ya GOC katika Seattle lazima kinunuliwe. Tuwe na fedha ama hakuna, kile tunakuelekeshea ni kwamba dhahabu na fedha inatoka kwako. Hilo ni ombi ambaye tunaomba siku ya leo. Bwana, fungua macho yetu ya ndani. Bwana, fungua macho yetu na mioyo yetu ili tujue zaidi sisi ni ndani sisi ni akina nani ndani yako, ili tuweze kujitokeza kama Esteri. Vile nimesema, kama ulivyomuinua Esteri, inua kila mwanamke kwa siku ya leo hapa, ajue kuwa amewekwa kwa wakati kama huu kwa kusudi lako wewe mwenyewe. Hakuna kusudi litakapopotea. Amen. Kiswahili ni ngumu. Hakuna ndoto itakayokufa, ili ambayo tumeanza na ile ambayo mama umeanza. Hakuna wito utakayo nyamazishwa na shetani, hata akijaribu hataweza, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, ninaomba siku ya leo, mama, mahali uliko sikiziza, nikueleze wewe ni wa maana, ni sababu kusudi la Mungu liko moyoni mwako. Sasa Bwana, tupe mioyo ya kusema ndio kwako katika ndani yetu, katika kanisa hili, ili tufanye mambo ambaye watu watainuka na kusema ya kwamba hatujawahi kuona kanisa kama hili. Tutafanya hivyo kama vile Mary, Mother of Jesus, alifofanya alipoletewa ujumbe. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe hata kama alikuwa anadhani kama haiwezekani, lakini hakupingana, bali aliamuka na kusema ya kwamba ni mimi hapa, mtumishi wako, nitumie. Sijui kama wewe utasema siku ya leo namna hiyo kama vile Mary, na akapata mwana ambaye alikuwa ni mwana na alikuwa ni katika utatu wa kiungu. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na aibu alipata, kulikuwa na kuongelewa, kulikuwa na kudharauliwa, lakini akachagua na akawa amesimama. Ni sababu yako wewe Mungu. Nasi wanawake katika GOC, nimeomba kwanzia leo tuweze kukata kauli, kufanya kubeba mizigo yako, kufanya kubeba mimba yako. Na sasa hivi nasikia kama mimi niko na mimba, nataka kuzaa kama Yesu vile alizaliwa. Na kwa hivyo naomba kila mmoja wetu aweze kupata, ili Bwana wa mabwana tukaweza kusukuma na wakati unayofaa kutazaliwa kitu kupitia kwa huyu Mungu mwenyewe aliyetuita na kutupatia hii kusudi. Nasi leo tunasema tutatii. Nasimama kama nyinyi, nasimama kwa niaba yenu kama patron, nikisema ninachukua ujumbe kama ni nyinyi, tukiwa wote tunatii hata kama hatuelewi. Kama vile Mary, tutafuata kulingana na vile Mungu anataka. Nataka kukuomba mama uliyeko mahali pale, ondoa uofu, ondoa mashaka, ondoa hofu. Naomba na ujazwe moyo wako ujasiri wa kiroho, ndiposa uweze kubeba kile Mungu anaelekesha ukabebe, ili Bwana akaweza kukufikisha. Nataka kusema kama vile Hana. Nimetaja Hana mara mingi na ikasema ya kwamba tuombe kama Hana. Mungu, tunajikabidhi kwako katika kitu ulichoweka ndani yetu. Haleluya. Kama Hana, tutazidi kuwa wasimamizi wa uaminifu, na kile kitazaliwa kama vile Hana alipeana ile mwana kwa kanisa, tutakipeana kwako ili kikaweza kuwa kitafanya kazi. Alafu tunasema katika maombi ya kwamba tutalinda wito wetu kama GOC Women Goa, na nasema ya kwamba vipawa vyetu tutazilinda na ndoto zetu. Tunakataa
kila shambulio la adui dhidi ya kusudi letu. Haleluya! Nataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba ama tunakuwa tukienda pamoja, lazima tuwe na umoja. Acha tuombe kwa umoja. Ati Bwana Yesu, unganisha mioyo yetu ya kina mama wa GOC na wale ambao wanakutumikia kama wanawake wa imani. Nataka kusema ya kwamba ondoa wivu ndani yetu, ondoa migawanyiko ndani yetu, na uondoe majivuno kama ulivyoagiza katika kitabu cha kitakatifu Wafilipi 2, kanisa la Wafilipi ukaandikia 2:2, ile iliandikwa na Paulo ya kwamba tufanye kuwa na moyo mmoja wa kusudi moja, na unapofanya hivyo the Bible says you commanded a blessing. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni sababu ya wiki hii na wakati huu unayefaa. Umepatia kina mama kusimama na wakawa wakishikiliwa na waume wetu katika kanisa, ili tusimame kunena neno lako, mfalme wa ajabu, na diposa tukaweza kuwaeleza kile kiko ndani yetu, kikaweza kushimbuka, na tukaweza kueleza ulimwengu kote ya kwamba tuko tayari kubeba kusudi la Mungu, ndio ifike kiwango ambayo inatakikana. Asanti msikilizaji wangu, ni sababu najua ya kwamba umesikia na utatenda na utakuwa. Na wewe ulianguka, usijali, njoo, maana Mungu anasema njooni nyote nikaweza kuwatumia wakati unayefaa, katika jina la Yesu Kristo. Asanti na Mungu awabariki. Amen.